Kwa hiyo leo twende sasa tukajifunza jana kuhusu swala la dhabihu, sadaka, tukasema dhabihu aina ya nini? Ya sadaka ama kutoa vitu. Leo ni dhabihu ya pili, inaitwa maombi. Kumbuka Kornelio Mungu alivyomfuata kupitia Gabrieli alimwambia nini? Sadaka zako na nini? Na maombi yako yamefika wapi? Mbinguni, na yamekuwa nini? Ukumbusho. Dhabihu inayoitwa maombi. Haleluya. Nasema sasa mbona tunaomba? Okay. Let's see. Mungu atufundishe kitu. Kuna namna fulani maombi ni dhabihu mbele za Bwana. Sio kila maombi ni dhabihu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sio kila maombi ni nini? Ni dhabihu. Ila kuna namna fulani maombi yanaweza kuwa nini? Dhabihu. Na tujifunze kidogo kwa kitu hapa. Tumekiona kwa mtumishi wa Mungu anaitwa Yesu Kristo. Yeye ambaye alikuja duniani kwanza kwa ajili yetu sisi. Angalia kuna namna ambavyo maandiko yanamweka kwamba maombi yake yalikuwa ni dhabihu. Kwa namna gani? Tuangalie kitabu cha Waebrania sura ya 5 mstari wa 7. Waebrania 5:7. Waebrania 5:7. Biblia inasema yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi. Akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hivi kwa nini Yesu alisikilizwa? Kwa jinsi alivyokuwa nini? Alivyokuwa nini? Unaona kabla ya dhabihu wewe kwanza ukoje? Bado Mungu anaendelea kusisitiza hapo. Wewe kwanza unapokelewa wewe kabla ya nini? Ya dhabihu. Sasa angalia maandiko yanasema kwamba yeye alimtolea. Unajua maana yake? Sio alimuomba. Alifanyaje? Alimtolea. Hiyo lugha maana yake haya maombi yalikuwa nini? Dhabihu. Ndio maana yanaitwa kutoa. Yeye alifanyaje? Alimtolea yule awezaye kumwokoa. Nini? So hela. Anasema alimtolea maombi, dua pamoja na kulia sana sana. Okay. Maombi unayatoaje? Dua unazitoaje? Maana yake zilifika level haya maombi yakawa nini? Dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwanza kabla ya maombi yawe dhabihu, maombi ya kawaida ya kujenga mahusiano na Mungu wako lazima kwanza yawe na msingi wa mapenzi ya Mungu. Yohana wa kwanza 5:14. Yohana wa kwanza 5:14 maandiko yanasema kwamba na huu ndio ujasiri kwamba tukiomba sawa sawa na mapenzi yake anafanyaje? Anatusikia. Unaona Kwa hiyo maombi yawe dhabihu, yasiwe dhabihu, lakini msingi wa maombi siku zote lazima uende kwa mapenzi ya nani? Ndio maana wakati mwingine hujibiwi, kwa sababu kama Mungu alikuwa tu anajibu tu, basi maana yake tungeuana. Umekanyagwa kidogo tu unasema yani wewe, na geuza shingo yako. Tayari mtu shingo imekaa upande mwingine. Uko njiani mtu amepita na gari akakumwagia vumbi, unasema ha! Ninaangusha hili gari. Kwa maana yake tungekuwa na ajali huku barabarani za kutosha. Kwa nini? Kwa sababu ukimwili wetu ungekuwa unafanya kazi zaidi kushinda kiroho wetu. Lakini maombi huwa yana msingi wake. Msingi ni nini? Tuombe kwa mapenzi. Tunafahamu moja mapenzi ya Mungu, neno lake. Okay. Swali jepesi tu. Ni wakati gani maombi ama ni kwa namna gani maombi yanaweza kuwa dhabihu mbele za Bwana Yesu? Kabla sija kujibu hivyo, tuendelee kuthibitisha. Angalia Zaburi 141 mstari wa 2. Kama maombi ni dhabihu pia wakati mwingine. Zaburi 141 mstari wa 2. Biblia inasema sala yangu ipae mbele zako kama nyumba, kama uvumba. Kuinuliwa mikono yangu kama dhabihu ya jioni. Turudie wote watu wa Mungu, 1 2 3.
sala yangu ipaye mbele zao kama nini? Kama uvumba. Kuinuliwa mikono yangu kama nini? Dhabihu ya jioni, evening sacrifice. Angalia kitabu cha Ufunuo sura ya 5 mstari wa 8. Ufunuo 5:8. Tunathibitisha kwamba kuna wakati maombi nini? Dhabihu. Na leo tutasoma maandiko mengi. Kama upendi maandiko, ndugu yangu, ni tatizo kidogo. Maana sisi tunabebwa na misingi, imani yetu ni kwamba tunaamini katika nini? Biblia. Haleluya. Biblia inasema hata alipokitwaa kile kitabu, hao wenye uhai 4 na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwanakondoo, kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambayo ni maombi ya watakatifu. Unasikia hiyo neno mbia nini? Manukato. Ambayo ni nini? Unajua maana yake? Maana yake kuna maombi ambayo yaliombwa, moto wa Mungu ukashuka ukateketeza. Moja inakuwa uvumba. Unasifiwe sana. Inakuwa manukato. Kwa hiyo harufu ili ipande juu lazima kwanza moto fanyaje? Na siku zote moto unashuka kwenye dhabihu. Ndio maana Elia anajua protocol. Akasema ili Mungu, asema Mungu anayejibu kwa nini? Kwa moto. Huyo ndo nini? Ndio Mungu. Asa anajua namna ya kufanya. Akaandaa nini? Dhabihu. Kwa sababu anajua palipo na dhabihu tu, fire is sure. Kwa kumbe sio kila maombi tu anakuwa ukumbusho kule manukato. No, ni maombi yaliyo dhabihu. Yesu mwenyewe alimtolea. Sio aliomba, alitoa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kama unaamini maombi ni dhabihu, sema amina kubwa. Basi tuko pamoja. Sasa kama tushaamini maombi ni dhabihu, at what point is prayer a sacrifice? Ni wakati gani maombi yanakuwa dhabihu? Maombi yanakuwa dhabihu wakati gani? Tunajifunza dhabihu, aina ya maombi ambayo inaweza kufanya mkono wa Mungu ufanyaje? Utende kazi. Ni wakati gani maombi yanakuwa dhabihu? Maombi yanakuwa dhabihu yakifanywa kwa juhudi. Andika tu hivyo, kwa juhudi. Kwa juhudi. Maombi yanakuwa dhabihu yakifanywa kwa juhudi. Usisahau, lakini dhabihu hutolewa na kuhani. Na kuhani ana sifa zake. Tushahama huko. Huyu mtu kuhani mwenye sifa zote anapotoa maombi kwa juhudi, au tunasema without ceasing, bila kukoma, maana yake kwa juhudi, maana yake maombi bila kukoma. Sema amen. Maombi kwa juhudi, maana yake maombi bila kukoma. Haleluya. Maombi bila kukoma. Matendo 12:1-10. Matendo 12:1-10. Panapo majira yale Herodi mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari 4 wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa, usiku ule Petro alikuwa analala katikati ya askari 2, amefungwa minyororo 2. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani, akampiga Petro ubavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jivike nguo yako ukanifuate. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli aliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Na walipopita lindo la kwanza na la pili,
wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini ukawafungukia wenyewe. Wakatoka nje, wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Emphasis iko mstari wa 5. Unakumbuka hiyo kisa vizuri kabisa. Yakobo, Herode alimkata kichwa. Hawa ni wanafunzi wa Yesu. Mateso yao yalikuwa makali sana. Unajua Yakobo na mtu anaitwa Yohana yule wa Ufunuo, haya mambo aliyaomba wenyewe. Mama yao alimwambia Yesu kwamba hebu waweke hawa watu mkono wako wa kuume na mkono wa nini? Wa kushoto. Nakumbuka Yesu akasemaje? Wataweza kukinywea kikombe changu. Nakumbuka? Akasema hamna shida, be careful when you pray. Omba sawa sawa mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo kwa sababu walikubali wakasema tutakinywea kikombe, hawajui kikombe ilikuwa ni kitendawili. Kwa hiyo wa kwanza kabisa ni nani? Ni Yakobo. Unaona anakatwa kichwa. Bwana asifiwe sana. Lakini nani? Yohana, leo unakumbuka mateso aliyopitia kwenye pipa la mafuta, hateketei, akapelekwa kisini cha Patmo. Okay, tusende huko sana, lakini hao jamaa walimuua Yakobo. Herode akasema panapo majira yale yale. Majira yale yale. Zingatia kwa makini, majira yale yale. Sio kila wakati adui huwa anafanya mambo. Kuna majira huwa anafanya. Na kuna wakati shetani huwa ananyosha mkono kuwatenda watu nini? Lakini usisahau kwamba asema akanyosha nini? Mikono yake. The hands. Kwa pia adui shetani pia huwa anafanyaje? Ananyosha mkono. Kuna wakati shetani anakuwa anapanga kutendea mabaya wewe. Bwana asifiwe sana. Nikawafundisha tu nikamwambia kwamba siko hivi. Shetani ananyosha mkono kwanza kumuua Yakobo. Akiona imempendeza ananyosha mkono kumuua nani? Petro. Bwana asifiwe sana. Njoo mtumishi wa Mungu. Ngoja nikuonyeshe inavyokuwa. Tafsiri ile andiko ni kwamba huyu mtumishi wa Mungu, shetani ananyosha mkono, anampa kitu kinachoitwa ugonjwa wa moyo. Ugonjwa wa moyo. Alafu shetani anasema imependeza. Jamaa afanyaje? Haombi, si ndio? Ananyoosha mkono tena anampa kisukari. Kansa. Sawa sawa ana paralyze, anaondoka. Kwa hivyo kanisa lilijua kwamba okay, amemua Yakobo, hawakuomba. Na kuna sababu, kwa sababu Petro alikuwa nguzo ya kanisa, anafahamu siri. Nilikwambia there is no glory without mystery. Hakuna utukufu bila nini? Siri. Petro alikuwa ni nguzo ya kanisa, anazijua siri nyingi za kanisa kiasi kwamba akiondoka litakuwa ni hasara. Wakasema Yakobo sawa, lakini huyu Petro hawezi kuondoka hivi hivi. Kwa hiyo asante mtumishi wa Mungu. Wakati ule wakajifungia wapi? Angalia mstari wa 5. Wakajifungia kwenye kanisa. Halafu anasemaje mstari wa 5? Wakaomba kwa nini? Unajua maana yake? Waliomba hao kwamba ni mpaka kitu kitokee. Wana focus, hawataacha kuomba mpaka kitu kifanyaje? Kitokee. Juhudi without ceasing. Okay. Hebu soma kwa Kiingereza mtumishi, kama unajua Kiingereza hapo. Nasema prayer was made without ceasing. Hivi tunasafirije mtu wa Zambia? Tunasafirije kwamba prayer without ceasing. Bila kukoma. Asante sana. Maombi bila kikomo. Lakini Biblia ya Kiswahili imesemaje? Kwa juhudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi. Na leo tutafundishana hivi maombi. Kwa mimi asubuhi naomba, muda wote masaa there is a way we can pray. Kuna teknolojia za kiroho ambazo wamezitumia watumishi wa Mungu humu kwenye Biblia. Lakini wanakuwa muda wote satellites zinasoma. They are praying all the time. There are ways. Na leo tutajifunza sana hapa kwenye hili kitu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na maombi kama tuongee tu kweli, kama yasingefanya kwa bidii, nini kingetokea? Petro angefanyaje? Kumbe kuna watu ambao wana shida dabo. Ni kwa sababu mara ya kwanza alichukulia poa, hakuomba.
na kama aliomba maombi yake hayakuwa yamefika kiwango kile, ngoja nikwambie, sikiza kwa makini. Maombi yako kama hayatakuwa dhabihu sawa sawa na mtu aliyosababisha tatizo hilo, hawezi kuondoka. Yaani kwa mfano, nguvu iliyotumika kutengeneza tatizo isipozidiwa na nguvu ya kuondoa tatizo, tatizo litabaki pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kwa nini sometimes tunaomba kwa mtu mwenye kansa haponi? Si kwa sababu Mungu hawezi kuponya, lakini kwamba kiwango cha maombi hajafanyaje, hakijafika kuweza kuondoa nguvu ya nini, ya kansa. Sijui unaelewa vizuri? Yaani unapoomba kwa ajili ya mlima kuondoka hauondoki, maana yake nguvu iliyoweka mlima bado hujaifikia na kuzidi hata kuondoa ule mlima. Anasema kwamba enyi wa imani haba. Unajua maana yake? Maana yake imani wanayo, lakini nini? Yaani maana yake imani yao waliokuwa nayo ilikuwa haina uwezo wa kusimamisha mawimbi. Ilikuwepo lakini ni haba. Napata ufunuo. Ngoja nikuonyeshe. Ilikuwa ni kidogo. Angalia kwenye, mimi nimesoma chemistry, na kwenye chemistry tuna kitu kinachoitwa fractional distillation. Fractional distillations ni namna ama ni kitendo cha petrol. Wanasifu sana. Unajua petrol, ile petrol ile, diesel, mafuta ya taa, mafuta ya ndege, mafuta msema oil chafu, yale yote yale yametokana na kitu hicho kimoja kinaitwa petroleum. The complex mixture of the hydrocarbons. Wanachukua vitu kama, wanachukua hydrocarbon yale, halafu wanayaingiza kwenye tanulu. Tanulu ile pale wameweka partitions kulingana na joto. Kwa hiyo level fulani kuna joto fulani, level fulani joto fulani, level fulani joto. Bwana asifiwe. Tunaona wote jamani hapo Kwa hivyo wanapoanza kuchochea moto, ikifika level fulani ya joto, petroli inafanyaje? Inatoka. Level fulani ya joto, diesel inafanyaje? Inatoka. Kitu kile kile. Ikifika level nyingine kubwa, inafika mahali inafika gesi inafanyaje? Inatoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mwingine, tatizo lipo kwenye level kubwa, si ndio? Temperature iko high. Halafu hiyo maombi yake sio ya bidii, sio juhudi, anaombea hapa, maana yake yanatoa kitu cha chini kabisa, haifikii. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama unaelewa vizuri. Maana yake ni kwamba kama wewe unaomba, maombi yako ni ya kawaida sana, lakini aliyesababisha tatizo alilipa gharama. Gharama yako isipozidi gharama ya aliyetoa tatizo hilo, haiwezi kuondoa tatizo. Naona mtu mwingine anasema hapa, kwa jina la Yesu, jambo linafanyaje? Limeyeyuka. Afika anzia pale, hajaanzia pale. Alishaomba sana. Akija hapa wewe unaanza. Yaani unaona, kwa mfano let's say unakemea pepo. Pepo, angalia level za kama pepo. Kuna watu ambao akitamka tu kwa jina la Yesu, pepo anakimbia, anaondoka. Ila kuna mtu mwingine lazima uandae na maji lita za kutosha. Maana ni shughuli, anavua na koti, anaweka pembeni, anaanza upya. Toka, stoki, mpaka inafika mahali pepo anaona huruma. Sasa nitoke tu. Maana huyu mtu hakika amefanyaje? Amechoka. Hamjai kuona? Jamani, hamjai kuona hicho kitu? Mimi nimepitia hizo. Nimepitia hizo, na kuna wanafunzi wangu hapo wanajua. Nimepitia hizo unamwombea mtu mpaka unasema sasa au niombe rehema kwanza. Bwana Yesu tusaidie sana. Unasema hivi, huyu mbona hii aina gani ya pepo? I say haleluya, Mungu nisaidie, usiniibishe hapa. Toka. Sitoki. Sasa unaangalia watu wanapokuangalia. Alafu sasa kama wengine wameacha na kusubiri tu wewe. Ndio. Wanaomba fana kuangalia tu. Pepo jeuri hili. Wewe. Hakuna pepo jeuri mbele ya Yesu. Bwana asifiwe sana. Tatizo ni kwamba kiwango chako wewe, level yako ya maombi haijawa dhabihu kuweza kuondoa nini? Tatizo lile. Huyu mtu ana mapepo walichinja, walitoa makafara, wakampachika pepo la kansa.
Alafu wewe ndugu yangu umekuja huko umeshiba, umevimbiwa, hufungi, huombi, unakuja tu kwa jina la Yesu toka. My friend. Ndio mwisho wa siku nasikia tu, sikiliza, Yesu namjua. Paulo, wewe ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima tuambiane ukweli. Haleluya. Maombi kama dhabihu lazima yafanywe kwa juhudi. Maombi kwa juhudi. Na hapa tutajifunza vitu vingi. Naomba tuanze kusoma maandiko. Nilikwambia ujiandae kusoma maandiko mengi. Haleluya. Maombi ya muda mrefu. Maombi yanafanywa kinyume na matakwa ya mwili. Andika hivyo. Maombi ya juhudi yanafanywa kinyume na matakwa ya mwili. Mwili wako kama ukiruhusu kuomba dakika 10 afu kachoka ukalala, hayo maombi sio dhabihu. Dhabihu ni maombi ambayo yametolewa kinyume na matakwa ya mwili. Wakati unataka kulala wewe, unaamka kuomba. Na ngoja nikwambie siri, wakati ambapo huwezi kabisa kuomba, ndio wakati huu ujue maombi ni dhabihu. Ukiweza kushinda hiyo kitu, ukasema no, nikwambie kitu. Iko hivi. Kama ni kufunga mawe usiku, si ndio? Ufunge mawe miguuni, kuweka maji kwenye dishi ili uweze kuomba, my friend, fanya hivyo. Arudia. Yaani kama ukikaa kwenye kochi unasinzia, simama, tembea. Juhudi. Na tunaenda kusoma maandiko, mtakuja kuona hapa. Without ceasing. Juhudi kwenye maombi. Sio ya maombi ya kulishalishia tu. Ndugu yangu, hata mvua zikinyesha mara moja kwa mwezi zikaacha tukapanda mahindi, mwezi mwingine mahindi yanafanyaje? Si yanakauka? Haiwezekani kutenda kazi namna hiyo. You must sacrifice yourself. Maombi kwa juhudi. Okay. Tuangalie kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5:17. Anasema ombeni bila nini? Kukoma. Yakobo 5:16. Hiyo tunaijua. Wathesalonike wa kwanza 5:17 ni ombeni bila kukoma. Yakobo 5:16. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii. Sikiliza, kuomba kwake nani? Nani? Unaona kuhani huyu lazima kwanza awe nani? Kwa kama mtu uko hapa kwenye hii nyumba leo kwenye semina hii, halafu wewe bado hujafanyika kuwa haki kwa kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, haya mafundisho pia atakuwa unafanya, utaomba, maombi yako atagonga mwamba, yafiki popote. Maana haya maombi yenye maana ni yale yanayofanywa na nini? Na kuhani. Huyu ni mwenye haki. Na kuwa kuhani ni simple tu. Unasarenda maisha yako kwa Yesu. Kama hujaokoka, mpe Yesu maisha yako, utaanza kuenjoy maombi sivyo kawaida. Maombi yake mwenye nini? Akiomba kwa nini? Kumbe ni mpaka aombe kwa juhudi, kwa bidii. Hayo maombi yanakuwa nini? Ndio yale yameshaenda mpaka pale. Mungu anasema nini? Kwenye Ufunuo 5:8 kwamba wakafunua kile kitasa ambacho kimejaa manukato ambao nini? Maombi ya watakatifu. Angalia kitabu cha Wafalme wa kwanza 18:46. Of course tutayasoma baadaye hiyo. Angalia Zaburi 5:3. Zaburi 5:3. Zaburi 5:3 nasema, Bwana, asubuhi utaisikia sauti yangu, asubuhi nitakupangia dua yangu na kutazamia. Muda gani huo amesema? Muda gani amesema? Asubuhi. Twende 55:17 Zaburi 55:17. 55:17 Zaburi 55:17. Biblia inasema, jioni, asubuhi na adhuhuri nitalalama na kuugua. Jioni, asubuhi na nini? Adhuhuri ni muda gani? Mchana. Ndio maana English Bible nasema noon time. Okay, tuendelee. Zaburi 119, 147, 148. Zaburi 119 mstari wa 147 mpaka 148.
Inasema Zaburi 119 mstari wa 147 na mpaka 148. Kutangulia mapambazuko naliomba msaada, naliangojea maneno yako kwa kutumaini. Sema, okay, angalia kutangulia nini? Jamani, tuko wote. Kutangulia nini? Mapambazuko. Maana yake kabla ya nini? Mapambazuko. Yaani ameyatangulia mapambazuko. Kabla ya mapambazuko kutokea, yeye anafanyaje? Yupo kwenye watch. Anaomba. Unafuata? Macho yangu yalitangulia makesha ya usiku. Makesha ya usiku. Ili kuitafakari ahadi yako. Asante sana. Twende Zaburi tena 63 mstari wa 6. 63:6. Nasema ninapokukumbuka kitandani mwangu na kutafakari wewe makesha yote ya usiku. Asante. Makesha yote ya nini? Anasema night watches. Sasa leo tutajifunza prayer watch. Prayer watch. Nimekuambia sio nisemeje ili unielewe. Sio kila maombi ni dhabihu. Ni maombi yanayoombwa bila kukoma ama kwa juhudi. Bwana asifiwe sana. Yaani kinyume na matakwa ya mwili. Sema mwili. Kinyume na matakwa yako. Wakati unatakiwa uvute shuka, unaamka kuomba. Wakati unatakiwa kulala, unaamka kuomba. Bwana asifiwe sana. Angalia Zaburi 88:13. Zaburi 88:13. Zaburi 88:13. Lakini mimi nimekulilia wewe Bwana, na asubuhi maombi yangu yatakuwasilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani jamaa anamwahidi Mungu, sikiliza. Wewe jiandae tu, asubuhi yanakuja tena maombi. Unajua Mungu hawezi kunyamaza Bwana asifiwe sana. Pray kwa juhudi. Angalia kitabu cha Luka 6:12. Twende kwa Agano Jipya. Maana akasema ile Agano la Kale, twende Agano Jipya. Luka 6:12. Ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Okay. Rudia tena maana watu wanaendelea kufunua. Luka 6:12. Ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Unasikia Huyo ni nani? Nani huyo? Yesu ni nani? Ni nani? Sasa Yesu Mungu. Yesu Mungu. Bwana asifiwe sana. Anajitoa kuomba usiku kucha. Wewe ndugu yangu, mtoto wa Kimakonde. Halafu nataka uhamishe mlima. Bwana Yesu atusaidie sana watu wa Mungu. Hem, tuangalie, tuendelee Mark, kitabu cha Marko sura ya 1 mstari wa 35. Hata alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Mahali pasipokuwa na watu wakajitenga. Hata nini? Asubuhi na mapema. Marko 1:35. Sio saa 3 asubuhi. Asubuhi, early in the morning. Nitakuonyesha hapo, na nimetafsiri pia, nimefuatilia tafsiri nyingi, nimegundua huo muda ni muda gani. Akisema night watch, akisema early in the morning ana maana gani, mapema na maana gani. Nitakuonyesha hizo prayer watch na uniambie kama unaona mkono wa Mungu. Angalia kitabu cha Danieli 6:10. Huyo Danieli naye nataka imani ya mtu ijengwe kwenye neno. Bwana asifiwe sana. Yaani tusipende kupewa tu maneno ambayo ni ya kuhamasishana. Tuangalie neno linasema nini. Kauli mbiu ya Emmanuel Cosmas, kwani maandiko yanasemaje? Bwana asifiwe sana. Mwambie mwenzako, kwani maandiko yanasemaje? Tena mwambie tuangalie maandiko yanasemaje. Danieli 6:10. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa,
kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Sikiliza, mara 3 kila, kama alivyofanyaje? Akifanya. Juhudi. Huyo unaambiwa hapo, huyo ni Danieli eti. Sio mtu wa kawaida ndugu yangu. Huyo ni nabii. Tena mmoja ya manabii wakubwa. Wako 4 kwenye Biblia. Ezekiel, yuko Daniel, yuko Yeremia na yuko Isaya. Manabii wakubwa. Acha hawa watusumbua sasa hivi, ambao kila kona wapo. Manabii wakubwa. Hasa moja mara 3 kwa siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona imani nyingine wanakwenda kila saa dakika 10 wanakwenda. Wale wameiga utamaduni wa kiroho. Ila kwa Mungu wao. Sisi wa Pentecostal tuko busy. We are very busy. Tukija kuomba tu kwenye kwanza nusu saa, mtu unapiga miayo. Something is wrong. Lazima Mungu atusaidie. Sema, Baba, katika jina la Yesu, naomba unisaidie. Niombe kama unavyotaka. Kila roho inayozuia nisiombe, iniachie katika jina la Yesu. Shetani amejua huyu mtu sitampa mapepo, mimi nitamzuia tu asiombe. Basi nitamletea marafiki ambao kazi yao watakuwa wanamnyonya nguvu za kiroho. Hawezi kuendelea. Wakati wa kuomba wanakuja wa kutosha. Wakati wa kuomba hao wateja dukani. Wakati wa kuomba mgeni kaingia. Hawa wazee wa zamani ambao walikuwa wanaweza kucommand mkono wa Mungu, walikuwa ukija utakaa hapo, subiri ninaomba. Wanaheshimu mawasiliano na Mungu kuliko chochote. Yesu akasema, kwani hamjui? Anawaambia wazazi wake, hamjui imenipasa kuwa wapi? Yes. They are very serious with their time. Popote pale. Ukiwa muda wa maombi, they are very serious. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia kitabu cha, tunataka tusogee, nataka nikupeleke mahali. Angalia kitabu cha Matendo sura ya 3 mstari wa 1. Basi Petro na Yohana walikuwa kikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali, saa 9. Saa ya nini? Wapendwa, saa ya nini? Unaona na kusogeza mahali. Kwa nini? Nataka nikufundishe namna ya kuomba bila kukoma. Maana una swali. Sasa mimi nitaomba bila kukoma. Yaani maki nisiongee na watu. Yaani mimi nitakuwa naomba tu. No, there is a way. Kuna njia ambazo tunazitumia. Ziko nyingi tunatumia. Lakini mimi nitakufundisha zile ambazo Mungu amenipa neema ya kuzifahamu. Bwana asifiwe sana. Tunaita prayer watch. Twende kidogo mbele. Sura ya 10 Matendo mstari wa 9. Nasema, hata siku ya pili walipokuwa wakisafiri na kukaribia mji, Petro alipanda juu darini kwenda kuomba, yapata saa 6 ya mchana. Saa ngapi? Saa ngapi watu wa Mungu? Asante sana. Twende hiyo sura, twende 30, verse number 30. Hiyo mstari wa 30 unasemaje? Kumbuka huyu hapa ni Petro. Yuko saa 6 darini akiwa anafanyaje? Anaomba. Tuko sawa jamani hapo Bwana asifiwe. Alafu mstari wa 30 tunamwona mtu mwingine anaitwa Kornelio. Sio muda ule, ni muda mwingine kabisa. Hem, tusome hapo. Kornelio akasema, siku 3 zilizopita katika saa hii, yaani saa 9, nilikuwa nikisali nyumbani mwangu, nikamwona mtu amesimama mbele yangu mwenye nguo zing'aazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Asa nataka nikamilishe andiko moja la mwisho. Marko 6:48. Akawaona wakitaabika kwa kuvuta makasia, kwa maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata ilipopata kama zamu ya 4 ya usiku, akawaendea akitembea juu ya bahari, akataka kuwapita. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiza kwa makini. Imetupasa kuomba bila
Kwa kuwa sisi tuna shughuli nyingi, because you have time, una mambo mengi, una kazi, inawezekana unafundisha, inawezekana unaendesha dereva, inawezekana una biashara. Tunataka nikupe tu hints, naongea taratibu kirafiki ili uweze kuelewa. Bwana asifiwe. Na kama uko hai sema amina. Amen. Sema amina. Nimekupitisha kwenye maandiko hapo ili nikiongea hizi fact usizikatae. Bwana asifiwe sana. Sikiza kwa makini. Kwenye swala zima la kuomba, kuna maombi yamegawanyika sehemu kubwa 3. Sehemu ya kwanza inaitwa maombi ya muda mrefu. Long prayers. Long prayers. Huyu mtu anaomba na kufunga. Kanisa letu linakutrain. Sio pale ni mafunzo yale siku 40 mwanzo wa mwaka. Lakini kuna namna Mungu akugusa. Utaona unakwenda siku 100, siku 200, siku 300, afu kwa kawaida tu. Hiyo inaitwa maombi ya juhudi. Hivi mtafanana kweli? Wewe unaomba siku 40 afu mwenzako anapiga siku 200. Mnafanana? Jamani, tuulizane maswali. Tutafanana kweli? Hatuwezi kufanana. Bwana asifiwe sana. Hatuwezi kufanana hata siku moja. Bwana asifiwe. Unajua kwa mfano, yangu kwa experience yangu. Mengine sitasema, nasema yale ambayo Mungu anaruhusu kusema. Kwa mfano, nimeruhusiwa kusema hivi. Mwaka 2023 kwa mfano, nimekuwa nikifunga baada ya mambo ya siku 40. Yakishaisha, mimi ile wiki inayofuata sifungi wiki nzima. Wiki inayofuata nafunga wiki nzima. Kwa ikawa ratiba yangu iko hivi. Kila wiki hii nafunga mwaka mzima. Wiki inayofuata sifanyaje? Sifungi. Kwa hiyo kwa ujumla nikawa ni kama na miezi 7 hivi. Ukichukua na zile siku ngapi? 40. Miezi 7 katika miezi 12 ilikuwa namtolea Mungu. Hiyo inaitwa dhabihu. Bwana asifiwe sana. Nikaanza kuona mkono wa Mungu. Hata nikimsifu Mungu namuona one day tulikuwa tunazungumza tu na nitakwambia dada Teddy, wewe mtumishi wa Mungu. Jitahidi tu. Bwana asifiwe sana. Jitahidi. Wewe mtumishi wa Mungu. Huyo mtumishi wa Mungu ana neema kubwa. Sema tu hajaijua. Huyu anajua hata kuanzisha ministry. Huyu anafahamu kuna makanisa mengi ambayo yameanzishwa yeye akiwa ndo mshirika wa kwanza. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Bwana Jose, umempata mtumishi, destiny helper mzuri. Ukiweza kushikana naye vizuri mtaenda mbali sana. Na bado hujachelewa. Japokuwa mvi zimeanza kuonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwenye ulimwengu wa roho umri huwa haukaunti. Ndio maana Yesu ameishi miaka 30 ngapi? Na 3. Lakini aliyoyafanya ni makubwa sana mpaka leo tunayaimba. Si ndio? Kwa muda wa mingapi? Miaka hiyo 3 tu. Kwa still you can do something. Kwa naomba tu kazana. Na ukiona kwamba kuna vitu vingi vinakupiga vita, kuna mambo ujue una kitu kikubwa. Kwa sababu shetani hana huo muda wa kumpotezea mtu muda ambaye sio threat kwake. Mtu ambaye ni tatizo kwenye ufalme wa giza ndio ambaye anapambana. Ukiona huna vita ujue wewe ni karatasi jeupe. Lakini ukiwa una vitu vya kimungu, angalia vita yako sio kama nyingine. Uwe na uhakika aliyekuwa anachonga barabara ya kwenda Lushoto, aliyekuwa anachonga, maandalizi yake sio sana mtu ambaye anajifunza kuendesha gari. Barabara ya wapi? Japokuwa wote wanasema ni kazi ngumu. Lakini hawezi kuwa sawa sawa maandalizi yao. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Yes, kwa hiyo this is the word for you my brother. Take it with you. Huyo mtu sio mtu wa kawaida. Kwa hiyo akaniambia, umefanya nini? Nikamwambia kwa nini? Nitakukumbusha. Akasema, na kuona ukiongea kuna namna maneno yako yamekuwa tofauti nilivyokuzoea. Yanakuwa yani unaongea kawaida tu lakini yanakuwa na nguvu. Hata ukisifu na kuona kuna namna fulani na kuona utakuwa unaomba unakumbuka unaniambia maneno kama hayo Wakasema hivi unafanyaje wewe? So nisija kuambia lakini that is what I was doing. Basically nyinyi ni wazazi wangu. Na nijua ninamshukuru sana mzee Kweka amenitrain namna ya kuomba na Mungu akanigusa. Kwa hiyo imekuwa hivyo. Ninaweza nikafunga siku 150, 200. Utajua kwamba nimefunga basically kwa sababu ni dhabihu kwa Mungu wangu. Kwa hiyo nikija hapa unaona vitu vinatokea, unasema ulikuwa wapi? Mzee Mwenda akaniambia, "Hivyo ulikuwaga wapi?" Bwana sifiwe sana. "Mwanangu ulikuwaga wapi?" That is my secret. Fasting and prayer. You offer prayer.
prayer as a sacrifice to God. Hatuwezi kuwa sawa. Unajua tunataka tuambiane ukweli, sio kwenye semina jamani, si ndio? Sio mahubiri. Hatuwezi kuwa sawa. Kuna mtu ambaye sauti yake inasikika kule mbinguni akiomba. Unaona Waisraeli wakasema, Samueli, twaomba umwambie nani? Mungu huenda atasikia. Yaani wanajua kabisa kwamba sauti zao hazifanyaje? Hazisikiwi, lakini unajua yani hatuwezi kuwa sawa duniani. Mtu ambaye anakuwa na long prayers, maombi ya muda mrefu, hawezi kuwa sawa na mtu ambaye anaomba maombi ya muda mfupi. Hatuwezi kuwa sawa. Kwa hiyo siku 40 isiwe mwisho wa maombi. Baada ya pale endelea. Kuna maombi ya jumla ya kanisa. Kuna maombi yako binafsi. Okay, let me tell you the story. Unaona mtoto wa mzee Kweka, Debora Kweka kwa mfano. Ushajiuliza maswali. Huyu mtoto anakuwa, anakwenda, anafaulu vizuri, anakwenda Mazinde Juu, anasoma, anafaulu vizuri, anakwenda chuo kikuu, anasoma, anafanya vizuri, anapata ajira, anakuja na hana stress wala hafanyi struggling. Kamaliza tu ajira, anakwenda internship, wanamuingiza kwenye ajira, anaendelea na safari, wanasifiwe sana. Anaendelea na safari. Okay, ghafla anapata mchumba na unaanza kuona namna Mungu ambavyo anamfanyia makubwa mpaka sasa hivi tunashuhudia muujiza. Bwana asifiwe sana. Usifikiri ndugu yangu kwamba hiyo kwamba ana bahati. No. Kuna matone ya damu kwenye madhabahu kupitia baba yake. Na wewe ni shahidi, unajua haya. Bwana asifiwe sana. Usiwe mtu anaendelea ukasema jamaa ana bahati ule. Wewe hakuna. Ulimwengu wa sasa mwenye nguvu ndiye anaye tawala. Kuna matone ya damu. Yule binti isije kuwa rahisi kusikia eti anapata ujauzito. Wewe sio rahisi, maana matone ya damu kule yanamlinda. Ayubu alitoa sadaka, akasema kwamba yamkini wanangu wametenda nini? Dhambi. Haleluya. Haleluya. Umeshawahi kutoa sadaka kwa watoto wako kama Mungu wanangu hawa na wakamata katika jina la Yesu? Ama unaruhusu shetani ndio afanye hivyo kupitia waganga wa kienyeji? Tunakamata watoto wa mama Elia kwa jina la Yesu. Wanasema hivyo, umesema amina. Nimekuambia waganga wanasema hivyo, unasema amina. Haleluya. Na mimi nimesema kwa jina la Yesu. Kumbe mpo. Mwambie mwenzako habari hiyo. Mwambie upo. Mwambie juhudi. Maombi juhudi. Kwa hiyo usishangae tu mambo yanaenda hivyo. Anaenda. Imekuwaje? Inakuwa hivyo. Ukiona mtu ameinuka, kuna matone ya damu kwenye madhabahu ya kimungu. Na kama ni mtu ambaye hajaokoka, kuna matone ya damu madhabahu za giza. There is no way you can raise without the sacrifice. Bwana Yesu asifiwe sana. So tuambie tu kweli mzee Kweka. Usifikiri tu kwamba maombi ya siku 40 anafanya hivyo. Maombi ya mlimani anakwendaga mwenyewe. Anaenda kule mwenyewe tu, unaona sichoshe watu, kuna mvua anaenda. Mama Kweka anasema tu sije kaacha mjane hapa maana kuna nyoka huko juu. Lakini yale matone ya damu. Bwana asifiwe sana. Usione tu kwamba watu wanakuja hapa, unaona kanisa la FPCT maombo ndoa kila siku, we send off. Ujui hao wazazi wa kiroho wanafanya nini? Unajua ukimwangalia mtu hivi usimjaje, haujui wanafanya nini. Hujui matone ya damu yanayovuja pale. Ndio maana akisema this way, mwambie yes sir. Bwana Yesu asifiwe sana. Haujui matone ya damu yanayovuja. Watu wanajenga nyumba, washangae hapa anajenga, yule anajenga, anafanikiwa, nafikiri ni sio tu mchezo, sio bahati. There is kuna gharama ya kulipa. Yesu mwenyewe ni Mungu, ili apate jina liitwalo jina kubwa kuliko yote. Alifanyaje? Alilipa gharama. Wafilipi sura ya 2 maandiko yanasema kwamba Mungu akamwadhimisha mno. Kwa kuwa Mungu kumbe wakati wanamuua na kupata aibu, kwa Mungu ilikuwa ndo kuinuliwa kwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. There is no glory without story. Ukiona utukufu ambao hauna story nyuma, kimbia. Niambie mtumishi wa Mungu unayemjua ambaye anatembea akizungumza, mkono wa Mungu unafanya kazi, ambaye halipi gharama anazokuambia. There is no way. Maombi ya muda mrefu. Asema usiku kucha. Huyu ni Yesu, huyu ni Mungu wetu jamani. Usiku kucha.
wewe ndugu yangu Mhaya, naomba dakika 10. Mnyakyusa. Mungu atusaidie sana watu wa Mungu. Maombi ya aina ya pili yanaitwa night prayers. Maombi ya usiku. Kwa nini nakwambia ni dhabihu? Ni dhabihu kwa kuwa huo muda ulipaswa kufanyaje? Kufanyaje? Kulala, right? Huo muda ulipaswa ulale. Ni muda ambao umeamka, wenzako wakikoroma, unakoroma kwenye anga nyingine. Rikushata, rika peperiamanto. Unasema Mungu nipatie mombo. Mungu nipatie mombo. Mombo ni kwa ajili yako. Mombo ni kwa ajili yako. Mungu kumbuka watoto wangu. Mungu kumbuka huduma yangu. Wewe kila siku usiku, night watches, night watches, night watches, maombi ya usiku. Kaka, dada, mama, baba, hauwezi kuwa sawa na mtu ambaye anakoroma usiku. Lazima kuna tofauti. Mambo mengi ambayo ni matokeo tunayaona huko hadharani, kuna mambo ya kulipa kwenye ulimwengu wa siri, chumba cha siri, secret place. Kuna mtumishi mmoja wa Mungu anaitwa Apostle Babalola. Nafikiri nishaambia habari zake mara kwa mara. Huyu jamaa ambaye anaomba kwenye jiwe mpaka magoti yake yanachola alama. Lakini nije nikwambie maombi yake huwa anafanyaga nini? Akiwa anataka kuhubiri injili, huwa haandai posta na kuzibandika, wala honi speaker kutangaza barabarani, mkutano mkubwa wa injili, njoo. Yeye anachokifanya, anatembea na kengele yake, ile kengele yake anaipiga hivi. Anasema, Baba, watume malaika zako walete watu. Baada ya muda, malaika wanavaa miili ya watu, nyumba kwa nyumba. Kuna mkutano, karibu sana. Kuna mkutano. Sasa watu wanakuja wengi pale. Haya, mmeambiwaje? Sema kuna mtu alikuja kutuambia kuna nini? Angels of the Lord wanatembea nyumba kwa nyumba. Unajua wengi kwambia unakaa vile mambo hayapo duniani. Ni kwa sababu anyway Mungu akusaidie sana ukue kiroho. Bwana asifiwe sana. These things are happening. Kuna mtumishi wa Mungu mpaka sasa hivi yupo, anaitwa Robert Kayanja. Baba yake ya kiroho ni T.L. Osborne, yule ambaye alikuwa anatembea na upako wa kuponya magonjwa ambayo hata hayana majina, anapona. Yuko hapa Uganda, sio mbali sana. Yuko hapa Uganda. Juzi alikuwa na crusade. Watu, kuna uamsho mkubwa Uganda wewe. Kuna uamsho mkubwa Uganda. Mvua inanyesha, watu na miamvuli hawaondoki. Wakati mtumishi wa Mungu kutoka Nigeria anakuja kuhubiri, yeye Robert Kayanja akasema, ngoja lete maiki. Akasema, ewe mvua, tunakushukuru umekuja na umeleta ujumbe kwamba umesikia maombi yetu Mungu. Sasa katika jina la Yesu tunakuamuru behave. Behave. Ile mvua ikakata. Jua likawaka. So ni juzi, unajua? Jua likawaka kali, ikabidi tena aje tena mwambie Mungu na kusihi, weka kidogo jua liwe la kiasi. Kuna watu wana move the hand of God. Inategemea mtu akiongea anaongea yuko wapi. Bwana asifiwe. Nilikwambia story za mtu anaitwa amekufa mwezi wa 10. Uma Okpai. Mzee huyu ni Mnigeria. Huyu mzee ameandaa mkutano wa injili, alafu eti sijui kiongozi gani huko anasema waambie jamaa kusifanyike mkutano. Akasema sikiliza bwana, mwambie hivi, mkutano utafanyika, wale wa Kristo ambao wako tayari kufa kwa ajili ya Kristo watakuja uwanjani. Watu wakajaa uwanjani pamoja na vitisho. Jamaa akatuma askari. Askari kufika pale akaambiwa, sasa kabla hamjapiga mabomu ya machozi, muandike barua kabisa kwamba muache na usia, maana mtakufa. Jamaa akiongea hivyo, wote walipigwa na usingizi mzito. Askari wote. Haya nakuambia jamani, sio hadithi hizi. Ni mambo ambayo yanatokea kwenye ulimwengu huu tulishio sisi. Walivyoamka wakasema, tunaomba sasa, ni wakati sasa sisi tuokoke. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Huyu Uma Okpai, hao jamaa waitwa bandits, Boko Haram. Unajua wanawinda wa Kristo. Hao jamaa walimkamata Uma Okpai, yule mzee wa watu. Walivyomkamata wakamwambia, chukua tindikali kunywa. Akamwambia, unataka ninywe? Akachukua tindikali akainywa. Halafu akawarudisha kikombe. Akawauliza, vipi?
Mnanisubiri nife? Kamwambia watu kama mimi huwa hatufi. Bwana asifiwe sana. Ule jamaa anafikiria tindikali ilikuwa ingeshamuua huyo mtu mpaka sasa, lakini hajakufa. Wakaamua kusarenda maisha yao kwa Yesu. Ndivyo Boko Haram wanavyookoka hivyo, na bandits. Sio kwa ushawishi wa maneno, ni nguvu itendao kazi, mkono wa Mungu. Lakini huyu jamaa, sikiliza, anafunga, anaomba usiku kwa mwaka mzima, masaa kulala ni machache sana. Akija huku matokeo ni makubwa, kuna matone ya damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay. Kwa mara ya kwanza Nigeria, Christmas imefanyika bila Boko Haram kuvamia kanisa na kuua watu kwa kipindi cha miaka 20. Mkesha wa Christmas juzi Nigeria, mpaka leo hakujatokea shambulio la kanisa. Wale ambao mnajua habari, mnafuatilia, kila mkesha wa mwaka mpya, kila mkesha wa Christmas ni lazima tukio litokee. Aidha lazima makanisa yachomwe, watu wauawe na kutekwa na wajamaa bandits na Boko Haram. Juzi kati hapo wakaenda kuteka wa vijana kama 52 wa shule, wakachoma kanisa, wakachukua na washirika. Mtumishi mmoja wa Mungu anaitwa Oyedepo akasema, katika jina la Yesu Kristo tunatoa hukumu ndani ya wiki hii, Jumapili kama ya leo tukikutana hapa tutakuwa na shuhuda. Kwa kuwa umechezewa kwa muda mrefu. Sikiza, nataka kuonyesha watu ambao wanaweza kuamuru mkono wa Mungu fanyaje. Hii sio kwamba ni masuala ya miaka nyuma, juzi hapa. Yaani ndani ya wiki ile Trump wakatangaza kwamba Nigeria Wakristo wanafanyaje? Wanakufa. Serikali isipochukua hatua nitaipiga vibaya mno upande wa kaskazini wa Nigeria. Unaona pale waziri wa mambo ya ndani akajiuzulu moja. Lakini wale vijana 52 wote wakarudishwa. Kumbe inawezekana, lakini kwa mkono wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Vijana wote wakaokolewa. Halafu juzi mmesikia mkesha wa Christmas, wao baadaye waenda wakafanya assassination. Wao ndio walifanywa nini? Assassinations. Lakini kwa neno la nini? La mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kujengea tu imani uone kwamba haya mambo yanafanyaje? Yanawezekana. Nilikuwa nasimamia mimi ni mkuu wa kituo cha mtihani Mungu sekondari, na kukaja upepo mkubwa mwaka 2023. Sasa pale nikasema itakuwa balaa, kwa sababu mimi ndio private peke yangu hapa Kulogi vijijini. Kwa hivyo ikitokea haya jambo linakuzwa, nikasema cha kufanya ni nini? Okay, nifanye hivi. Nikatoka pale nje uwanjani. Nakumbuka Madam Elfrida tuko naye aliniona. Nikasema, wewe upepo, katika jina la Yesu, umeharibu kwingine, hapa hutaharibu na wala hutakatiza hapa. Sasa kati naomba upepo anachungulia. Halafu nikarudi zangu ndani. Kaendelea mambo yangu. Upepo kaacha shwari. Watu wangu wakafanya mtihani bila shida yoyote. Akanifuata akasema, nilikuona wakati unaiambia ule upepo uache. Usikute, ndio maana pia yupo hapa kanisani leo ameokoka, anampenda Yesu. Wakati alikuwa hajafanyaje? Hajaokoka. Nikamwambia, sikiliza, inawezekana hata wewe pia unawezekana, njoo. Madam Frida alikuwa na shida ya macho, anavaa miwani. Kwa hiyo kamwita ofisini, tukaomba naye na Mungu akamfungua macho yake, akawa tena hatumi nini? Miwani. Ndio sababu ya wokovu wake. Tuko naye kanisani leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie kwamba kuna namna ukiwa na maombi ya muda mrefu unaweza kufanya mkono wa Mungu ufanyaje? Utende kazi. Maombi ya 3 yanaitwa intermittent prayer. Maombi ya mara kwa mara. Unaseti muda wako kwamba kila ikifika nusu saa fulani naomba. Ikifika nusu saa fulani naomba. Laisi ikifika saa 3 asubuhi naomba. Ikifika saa 6 naomba. Saa 9 naomba. Maombi ya mara kwa, yani wewe manake umeweka connections. Okay, sikiliza. Ili jengo hapa, ili jengo tukitaka kuliangusha na mabomu, baruti, tunafanyaje? Tunaseti kila mahali, si ndio? Hapo mbele tunaweka bomu. Kule nyuma tunaweka bomu. Hatuweki kote, lakini sehemu hapa, pale. Kwa hiyo intermittent prayer ni kama mabomu ambayo yamewekwa pale. Alafu tukipiga
ukipiga remote pa, jengo zima linafanyaje? Linashuka. Kwa hiyo haya maombi ya mara kwa mara, yaani wewe ukiwa tu free unaanza rika radoshe teberi amanda reko sata, Mungu wewe ni mwema, asante kwa uaminifu wako. Yaani Mungu anakuona kila saa umetokea, bariki huyu hapa, huyu hapa, huyu hapa, kweka huyu hapa, kila saa. Unajua hauwezi kuwa sawa na mtu mwingine. Muda wote frequencies zinasoma. Hivi hata muda wa kuongea mambo ya wengine utapata kweli? Kwa sababu muda wako wa free ni muda kuongea na Mungu wako. Bwana asifiwe sana. Josephat Gwajima mnamjua? Gwajima yeye muda wote huwa sometimes tu ukiongea naye yeye anaenda kwa lugha. Yaani wewe unaendelea kuongea naye, ukimpa nafasi ya kuongea anaongea. Wewe ukiwa unaongea yeye anafanyaje? Anaenda kwa lugha. Afu unaendelea kuongea na wewe. Hataki kupoteza nini? Kupoteza muda. Bwana asifiwe sana. Matokeo yakiwa makubwa ndugu yangu, kuna gharama za kulipa. Kwenye hii swala hili nikufundisha kitu. Umeona maombi hapa? Kuna watches 4. Kuna zamu 4 katika maombi ama prayer watch. Zingatia hilo. Nataka tuende kwa staili hizo unielewa. Prayer watch ya kwanza ni ya mchana na prayer watch ya pili ni ya usiku. Katika maandiko matakatifu ukisoma, watu wote ambao walimuona Mungu physically ama walitendewa na Mungu, soma hasa Agano Jipya, utaona huwa siku zote ni muda wa saa 12 asubuhi, muda wa saa 3, muda wa saa 6, muda wa saa 9. Okay. Umeona hii saa? Hiyo saa ukichola msalaba utaona kwamba ni saa 12, saa ngapi? Saa 3, saa ngapi? Saa 6, saa ngapi? Saa 9. Unaunganisha hizo. Kwa si lazima ufanye hivyo, lakini nakwambia, Bwana asifiwe sana, ukiona ipi itakao kusaidia. Si kila mara maombi yanakuwa dhabihu, lakini yakifanywa mara kwa mara. Na hii ndio njia mimi huwa nafanya. Nimesoma maandiko yangu matakatifu nikaona Kornelio alikuwa saa 6 anafanyaje? Anaomba saa 9. Petro alikuwa saa ngapi? Saa 9. Akasema ilifika saa 9 saa ya nini? Ya kusali. Okay. Kornelio saa 6 saa ya nini? Ya kusali. Unakumbuka pia wakati wanakwenda kwenye hekalu, anasema walipokuwa wakienda kwenye hekalu saa 9 saa ya nini? Ya kusali, wakamwona mtu mmoja ambaye nini? Ni mlemavu pale. Anasema saa ngapi? Ukiangalia maandiko anasema 9th hour. Sio 3rd hour. Noon time. Sikiliza. Wakati wa mchana iko hivi, saa 12 alfajiri mpaka saa 3 kamili asubuhi. Hayo malango inaitwa ni prayer watch ama zamu ya kwanza ya mchana ya maombi. Saa 12 asubuhi mpaka saa 3 asubuhi. Alafu saa 3 asubuhi mpaka saa 6 mchana inaitwa zamu ya pili ya mchana. Alafu saa 6 mchana mpaka saa 9 alasiri inaitwa zamu ya 3 ya mchana. Alafu saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni inaitwa zamu ya 4 ya mchana, ya daytime ama ya siku. Ndio katika ya mchana ama ya siku. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Alafu ukienda sio lazima uepokee haya, unaweza kaamua uache. Unajua mambo ya kiroho hutambulikana kwa jinsi ya nini? Ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Pia haikuwa imeandikwa, unakumbuka yule mwanamke ambaye alikuwa anatoka na damu hakusoma mahali popote kwa habari ya kushika pindo. Akasema mimi nitajisogeza nifanyaje? Nishike pindo. Naamini nitapona, na ikawa hivyo. Bwana asifiwe sana. Hayo masaa alivyokaa. Kwa hiyo usiku tena saa 12 jioni mpaka saa 3 usiku ni prayer watch ama ni zamu ya kwanza ya usiku ya maombi. Halafu saa 3 mpaka saa 6 zamu ya pili ya maombi ya usiku. Saa 6 mpaka saa 9 kadhalika, saa 9 mpaka saa 12. Kwa hiyo ukiambiwa saa 11 tuamke alfajiri kuomba, nikusomea maandiko pale awali ili uweze kuona ile unasema night watch, sio watches usiku, asubuhi, alfajiri sana. Ukiambiwa saa 11 maana yake umeamka kuomba ile zamu ya mwisho saa 9 mpaka saa 12 usiku.
inaitwa zamu ya mwisho usiku, zamu ya 4. Unakumbuka maandiko yanasemaje? Ilipofika zamu ya 4 ya usiku, Yesu huyo, si ndio? Alifanyaje? Akaja akitembea nini? Juu ya maji. Bwana asifiwe. Zamu ya nini? Ya 4 ya usiku. Hizo ni prayer watch. Ndio maana kuna watumishi wa Mungu ambao ikifika tu saa 3 kamili, hataki, anaanza, anaomba. Kwa hiyo ukiambiwa kwa habari ya mara 3 kwa siku, Danieli maana yake ilikuwa ni saa 3, saa 6 na saa 12. Anaamua aifunge siku hivyo kwa staili hiyo. Kwa hiyo ni ujanja tu wa kiroho unatumika ili mtu awe anaomba kwa bidii, kwa juhudi, maombi bila kukoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo inaitwa dhabihu. Sasa ukiweza kufanya hivyo, kwa mfano ukasema hapa, natengeneza kiapo, kila siku saa 6 mpaka saa 8 nitakuwa silali kwa muda wa miezi 2, nitakuwa naomba. Kabla ya mwezi mmoja lazima usikie tangazo, lazima usikie kitu, utasikia saa ikilia ding, something will happen. Wale ambao mnasema kwamba mimi siote ndoto siku hizi, nilikuwa nataka ndoto sana, Mungu anaonyesha hivi sioni. It's simple. Wewe panga tu. Cha msingi tu uwe consistency. Sio leo uko hivi kesho uwe na consistency. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukishakuwa na consistency, utaona kuna kitu kitafanyaje? Kitatokea. Mungu atakuonyesha hatari. Mungu atakuonyesha mambo makubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inaitwa maombi kama dhabihu. Nimekuonyesha kwa urahisi kabisa. Yaani namna ya kuomba maombi yawe dhabihu mbele za Bwana. Juhudi. Ukifanya hivi ndugu yangu, mkono wa Bwana utafanya kazi kwenye maisha yako. Haleluya. Kwa mfano, wewe uje kuona kuna wakati utanisamee, nimekuambia nitakuwa naongea mambo mengine inawezekana kwa sababu ya ufahamu wako ama level yako ya kiroho, labda utaona ya ajabu. Kwa mfano, ushi kuona unaangalia saa yako wewe, unaandika pale habari saa 3 kamili au saa 6 kamili mchana au saa 5 kamili mchana. Ushi kuona? Yaani muda unajirudia. Au saa 5 ni 23 Kiingereza. Si ndio? Unaandika pale 23. Je, kuona kitu kama hicho? Wangapi mshi kuona muda ambao umekaa yani umefanana masaa kamili, yani kama saa 3 kamili, saa 6 kamili. Haukuwa na huo muda ila umeshangaa saa 6 kamili. Ushi kuona kitu? Unafikiri nini? Ni lugha za rohoni. Kuna kitu hapo, kuna is a time of visitations. Ilipaswa uache kila kitu uanze kuomba. Now, mimi nakushauri kitaka anza kwa staili hiyo. 3 kamili asubuhi anza nusu saa unaomba tu, nusu saa. Saa 6 mchana nusu saa. Saa 9 nusu saa. Saa 12, yani maana yake umeomba siku nzima inaitwa. Bwana Yesu asifiwe. Utaona mkono wa Mungu. Kwa nini Yesu alikufa saa 9 kwa mfano? Siku ile nikuuliza. Kwa nini saa 9? Wewe angalia tu hapo saa 9, saa 6. Kuna kitu gani hapo? Anasema at midnight. Kwa nini Samsoni aliamka saa 6 usiku? Maana nilikuwa naangalia, anasema usiku wa 8. Usiku wa 8 kwenye Biblia ya Kiingereza imeandikwa midnight, maana yake saa 6 kamili mchana, usiku. Sio mimi, ni Biblia ya Kiingereza imeandikwa midnight, katikati ya. Mimi nimeshamwambia Mungu sitakaa nilale mpaka saa 6. Yaani siwezi siku iingie mimi sijaiona. Nataka niione hivi nikiwa naomba. Unayaamuru mapambazuko. Kwa hiyo wakija saa 8 usiku kuanga, kwa nini wachawi kuna muda wao maalum? Au ni kila muda anakuja kuanga? Eti jamani, wachawi ni kila muda anakuja kuanga au kuna muda maalum? Wana muda maalum. Ni wewe ndio huna muda maalum wa kuomba. Unaomba asubuhi afu unakaa mpaka kesho yake tena. Na mpaka uambiwe kuna kuomba, unaomba. Wenzako kuna masaa yao. Bwana Yesu asifiwe sana. This will help you. Itakusaidia baadaye utashangaa unaondoka saa 3 usiku mpaka saa 12 asubuhi. Sio kwa nguvu zako, Roho Mtakatifu atakusaidia kwenda kwa namna hiyo. Unaomba saa 2 mpaka saa 9,
halafu unalala saa 12 umeamka, lakini usikii usingizi. Ndio lile andiko, yeye huwapa watu wake usingizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akikugusa inawezekana haya. Unaweza kuona mbona magumu? Ukiguswa inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimeuona mkono wa Mungu kupitia haya ninayokuambia. I have seen the hand of the Lord. Na ujasiri nikisema hivyo. Nasema au jamaa, huyu hapa na bahati. No. Siri dhabihu. Siri maombi. Ya 3 tumalizie. Maana muda wetu ni sio rafiki sana. Sifa na ibada. Tumalizie. Sifa na ibada. Hivi umeshawahi kujua kwamba kumbe kumsifu Mungu ama kumwabudu Mungu katika roho na kweli ni dhabihu? Ni dhabihu. Yaani ukijua hivyo hutakaa ucheze na kumfanyia Mungu ibada. Hutakaa utanie, utakuwa serious sana na sifa na ibada. Angalia kitabu cha Waebrania 13:15. Nguvu ya sauti, melody. Roho Mtakatifu anapenda melody. Ndio maana alimuandaa malaika maalum kabisa kwa ajili ya kitengo cha nini? Cha kumsifu. Hicho tu ni dhabihu kabisa. Angalia Waebrania 13:15. Basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima, yaani tunda la midomo iliungamayo jina lake. Muulize mwenzako, tunda la midomo yako ni nini? Muulize tena, tunda la midomo yako ni nini? Soma tena mtumishi wa Mungu huyo mstari. Basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa. Dhabihu ya nini? Daima. Yaani tunda la midomo iliungamayo jina lake. Haya, nikuulize wewe, tunda la midomo yako ni nini? Kumbe sifa ni dhabihu ikifanywa na mtu anayejielewa. Ikifanywa na mataifa wanatimiza andiko linaloitwa kila mwenye pumzi, maana ni kila, si ndio Yaani jambazi ana pumzi, kahaba. Lakini swala la ibada, waabudu halisi watamwabudu katika roho. Huyu mtu akifanya ibada kwa kumaanisha inaitwa dhabihu. Kwa hivyo ukifanya hicho kitu kwa understanding, utaweza kufanya mkono wa Mungu fanyaje? Utende kazi. Mama yangu alinihadisia wakati fulani. Mama yangu nikiwa mdogo, na mimi nilikuwa sijui kumbe na maana yake, kumbe alikuwa ananisaidia mimi nipende kumsifu Mungu. Kaniambia, sikiliza, kuna mtu mmoja alikuwa na mwanae ni kilema. Lakini siku moja ameamka nafagia uwanja wake, akawa anaimba. Ghafla yule mtoto akafanyaje? Akaamka, akaanza kukimbia. Kumbe sifa ni dhabihu, na kama ni dhabihu, Mungu anashuka kuteketeza nini? Dhabihu. Akishuka, changamoto zinafanyaje? Zinayeyuka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Itambue sifa kama dhabihu. Usisubirie mkesha hapa. Ushawahi kusema okay, leo usiku kucha sitalala, nitamsifu Mungu kuanzia saa 3 au saa 4 usiku mpaka saa 11 alfajiri. Kama chizi. Umefungua redio yako kule, unasifu tu Mungu. Unamsifu tu Mungu usiku kucha. Hebu jaribu hicho kitu. Utaona kitachotokea. Lakini fanya with understanding. Paulo anasema nitaimba kwa roho, nitaimba kwa akili. Kwa maana ujue unachokifanya ni kitu gani. Maeneo yote kwenye Biblia ambapo sifa iliimbwa ikashinda ni kwa sababu walifanya kama nini? Dhabihu. Tena huwa inakuwa dhabihu ya kupendeza. Wakati wengine wanalia, wewe unainuka kumsifu Mungu wako. Wakati wengine wanalalamika, wewe unainuka kumsifu Mungu wako. Mungu anahesabu hii ni dhabihu, maana unaifanya kinyume na matakwa ya mwili. Matakwa ya mwili yanataka ulie, ulalamike kama wengine. Wewe unafanyaje? Unamsifu Mungu. Unasema bariki, mbona unaongea mambo hayapo kwenye Biblia? Unakumbuka habari ya Paulo na Sila? Paulo na Sila, maandiko yanasema kwamba wakamuomba Mungu, wakamwimbia Mungu nyimbo za nini? Za kusifu.
wafungwa wengine wakifanyaje? Wakiwasikiliza. Ni mahali ambapo pale walikuwa wanahitaji mkono wa Mungu, maana wamefungwa na mageti ni mengi pale, wanalindwa. Bwana Yesu asifiwe. Unaona pale pia sema zamu ya. Wasema omba kwa bidii. Halafu wakamsifu Mungu. Walivyomsifu Mungu, maandiko yanaweka wazi nini kilitokea pale. Kwa nini waliamua wamsifu Mungu, wengine wakiwa wanalalamika? Sijui kama inawezekana neno kwa mtu mmoja ambaye yuko mahali hapa, unapitia shida na changamoto ambayo inakutatiza, ni ukuta mbele yako. This is the prophetic to you, kwamba acha kulalamika. Hebu geuza maombi yako, anza kufanyaje? Kumsifu Mungu. Mwambie Mungu asante hata kwa ajili ya ile jaribu, maana mkono wako utafanyaje? Utaonekana. Mkono wako utaonekana. Msifu Mungu juu ya ukuu wake. Msifu Mungu juu ya utendaji kazi wake wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhabihu ya sifa daima liwe ni tunda la midomo yako. Midomo yako isije lawama, isije uongo. Waisraeli walipoanza kulalamika, Mungu hapendi lawama. Alichokifanya, aliachilia nyoka zile zikawang'ata. Ndio maana wakamalizwa jangwa wote, wakaishi jangwani. Kasoro wa Joshua na Caleb peke yao. Wao peke yao ndio ambao waliingia Kanaani. Wengine wote ambao waliingia walizaliwa jangwani, lakini waliotoka kabisa Misri hakuna hata mmoja ambaye aliingia Kanaani, isipokuwa wale ambao walizaliwa wapi? Jangwani. Joshua na Caleb peke yao ndio walikuwa wao kazi yao nini? Habari njema. Walienda kupeleleza mji, wakasema hamna, mmedanganywa, kule ni sawa kweli kuna changamoto, lakini sikiliza, tunawaweza wale. Ni nchi nzuri, imejaa maziwa, tunda la midomo yenu. Acha kulalamika. Walipolalamika, Mungu akasikia hasira. Hao wanapaswa kunisifu. Kama wanasahau kwa habari ya mambo haya, wamesahau pia hata bahari ya Shamu. Sikiliza, ukipata changamoto, kumbuka Mungu amekutoa wapi. Kumbuka mawili ama matatu ambayo Mungu alikufanyia. Msifu Mungu kwa hayo, uone haya mengine anaje atafanya. Okay. Wafalme wa pili, tumalizie hapo uone. Unaweza kuona kwamba nakutia moyo. Nyakati wa pili 20 mstari wa kwanza mpaka wa 22. Tuweze kumalizia hapo. Nyakati wa pili 20 mstari wa kwanza mpaka wa 22. Ikawa baadaye wana wa Moabu na wana wa Amoni na pamoja nao baadhi ya Wameuni wakaja juu ya Yehoshafati vitani. Sikiliza kwa makini haya maneno. Umesikia hawa ambao wametajwa hapo? Unajua maandiko usiposoma kwa taratibu utaelewa. Angalia hawa ambao wanatajwa hapo. Ni makundi makubwa, vikosi vya majeshi ya falme 3 yamekusanyika kwa ajili ya mtu huyo mmoja ambaye mwenyewe ni Yuda, taifa ambalo lilikuwa dhaifu upande wa kusini mwa. Kumbuka uligawanyika ufalme, kuna ufalme wa kaskazini na ufalme wa kusini. Huku kulikuwa ni Benjamin, yani Yuda. Bwana asifiwe sana. Halafu kule juu ulikuwa ndio kukubwa zaidi. Sasa hawa wadhaifu, eti vikosi vitatu. Shetani ni mbaya sana, anaweza akakusanya nguvu akumalize kabisa. Lakini angalia maandiko yanavyosema hapo. Sasa kwa ikawa baadaye wana wa nini? Wa Moabu. Wana wa nini? Wa Amoni. Na nini? Wa Meuni. Hawa ni majeshi, vikosi vitatu, wengi wameungana kwenda kumpiga Yuda. Asa, endelea. Wakaja watu waliomwambia Yehoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako watokao Shamu toka ng'ambo ya bahari. Unasikia? Jamii nini? Sema kubwa. Jamii kubwa. Kuna mtu mmoja ambaye yuko mahali hapa amesikia habari mbaya inafika. Kila siku ukiamka asubuhi unakumbuka ile jambo. Shetani anakuhubiria, kwanza wewe una kisukari. Kwanza wewe una pressure. Viungo vyako vina shida. Kwanza wewe huolewi. Kwanza wewe huzai. Wewe hutafaulu. Unasikia hofu. Angalia. Wewe sio wa kwanza. Yehoshafati kitabu cha 20. Angalia pale mstari wa 3. Akafanyaje Yehoshafati? Tazama wako mstari wa 3. Mstari wa 3, Yehoshafati akaogopa. Akauelekeza uso wake amtafute Bwana. Akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Sikiliza. Jambo la kwanza walifanyaje? Walifunga. Wakafunga.
Yuda wakakusanyika pamoja ili wamtafute Bwana, hata kutoka miji yote ya Yuda wakaja kumtafuta Bwana. Sikiliza kwa makini. Umeomba ili mlima uweze kuondoka. Umeomba shida iondoke. Umeomba Mungu anyooshe mkono wake. Umefanya maombi lakini bado huoni matokeo. Pia Yehoshafati alifanya hivyo hivyo. Funga na kuomba. Wanafunga na kuomba lakini angalia ushindi wake. Kumbuka ni wakati wa vita. Ni wakati wa hatari. Ni wakati ambao majeshi yamekusanyana kwa ajili ya mtu huyo mmoja na hawana silaha za kutosha. Yehoshafati akasimama kati ya kusanyiko la Yuda. Hayo ndio maombi yake. Turuke maana hayo ni maombi yake. Akawa naomba maombi mengi. Tuende mstari wa 13. Wakasimama Yuda wote mbele za Bwana pamoja na wadogo wao na wake zao na watoto wao. Yes, unasikia sapo wamesimama, wameomba kama wewe. Halafu wakawa wamekaa mahali sasa wamechoka sasa. Angalia mstari unaofuata unasemaje? Ndipo Yehazieli mwana wa Zekaria mwana wa Benaya mwana wa Yeyeli mwana wa Matania Mlawi na wana wa Asaf akajiriwa na roho ya Bwana. Mlawi wa wana wa Asaf akajiriwa na roho ya Bwana katikati ya kusanyiko. Kwa hiyo mkono wa Bwana ukaja juu yake. Angalia maneno ambayo yanasema mmeomba sana. Bwana asifiwe sana. Mmeogopa, mmeomba sana, ni kweli. Now listen the word of the Lord. Sikiliza neno la Bwana. Akawaambiaje? Akasema, sikieni Yuda wote nanyi mkao Yerusalemu na wewe mfalme Yehoshafati. Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu bali ni ya Bwana. Yes. Sema vita sio ya kwangu, ni ya Bwana. Bwana pigana mwenyewe. Sema kwa sauti, vita sio ya kwangu, ni ya Bwana. Bwana pigana mwenyewe. Endelea. Kesho shukeni juu yao, tazameni wanakwea kwa kupandia sisi. Nanyi mtawapata penye mwisho wa bonde, mbele ya jangwa la Yerueli. Haleluya. Hamtahitaji kupigana vita. Sikiliza, hamtahitaji kupigana nini? Hebu mwambie mwenzako, hutahitaji kupigana vita. Mwambie huhitaji kupigana vita. Vita ni ya Bwana. Mwambie usipigane. Vita ni ya Bwana. Ili neno unanitiaga moyo sana. Kumbe na struggle, lakini maandiko yanasema sitahitaji kupigana. Nikwambia mkono wa nguvu ukifika mwisho ni wakati wa nini? Wa mkono wa Bwana. Akasemaje mtumishi wa Bwana? Hamtahitaji kupigana vita, jipangeni, simameni mkaone wokovu wa Bwana. Yaani anawaambia hivi, simameni mjipangeni mkaone nini? Mkono. Wokovu wa Bwana, mkaone mkono wa Bwana. Mmefika mwisho, ni kweli. Tulia sasa. Simameni mkauone mkono wa Bwana. Nguvu zenu zimefika mwisho, tulia sasa. Simameni, nafanyaje? Mkauone mkono wa Bwana. Maelekezo anasemaje? Ulio pamoja nanyi Yuda na Yerusalemu, msiogope wala msifadhaike. Kesho tokeni juu yao, kwa kuwa Bwana yu pamoja nanyi. Yehoshafati akainama kichwa kifudifudi, akasujudu. Ndio 21. Naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakao mwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu. Hebu simama pale ulipo. Simama pale ulipo. Nataka tufanye kitu seriously. Kuna mtu mmoja ambaye anajua mwenyewe, jua ile hitaji ambayo yuko nalo. Anajua shida ambayo yuko nayo. Tupo kwenye seminar, lakini pia kwa sababu tunajadili masuala ya mkono wa Bwana, namna ya kufanya mkono wa Bwana utende kazi. Nimekuambia kwamba unapofanya sifa wakati wa changamoto, wakati ambapo ulitakiwa wewe uanze kulia, ukageuza ukaanza kumsifu Mungu, ile sifa yako inakuwa nini? Dhabihu mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama ni dhabihu, Mungu lazima ashuke ateketeze dhabihu. Na akishuka lazima atadili na wale ambao wanadili na wewe. Na hutahitaji kupigana. Unaona juzi nilikuonyesha namna ambavyo dhabihu inafanya, kwamba Samueli alichokifanya aliposikia kwamba hawa jamaa wa Filisti wanakuja, akaambiwa na Waisraeli tuombe kwa Mungu. Akafanyaje? Akatengeneza madhabahu, akaweka sadaka ya kuteketezwa. Maandiko yanasema alipokuwa akitoa dhabihu, mkono wa Bwana ukawa nini? Wa nguvu sana juu ya Wafilisti. Akapiga ngurumo na radi. Bwana asifiwe sana. Ndivyo Mungu alivyowashindia. Kwa hiyo huko hapa tafakari haya maneno hapa wanayoongea
huhitaji kupigana vita, huhitaji kunyiminyana. Kuna namna za kuactivate the hand of God. Badala ya kulalamika, anza kumsifu Mungu with understanding. Msifu Mungu wako with understanding kwamba na kusifu Bwana hii ni dhabihu. Sili tena, silalamiki tena. Let your hand go to work. Acha mkono wako ufanye kazi. Angalia haya maandiko. Hebu amalizie vizuri hapo, anasemaje? Amalizie haya maandiko. Naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka watu watakaomwambia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana kwa maana fadhili zake ni za milele. Amen. Nao walipoanza kutoa dhabihu. Kumbuka nimekwambia sifa wakati kama huo nini? Ni dhabihu. Walipoanza kutoa dhabihu, walipoanza kusifu, nini kilitokea? Bwana akaweka waviziao juu ya wana wa Amoni na Moabu na wa mlima Sairi waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa. Manake Mungu aliwaambia hamhitaji kufanyaje? Kupigana. Kuna njia nyepesi za kufanya. Nini? Activate the hand of God. Unafanyaje? Wewe msifu Bwana katikati ya changamoto zako. Acha kulia, acha kulalamika, acha kuumia, acha kufadhaika, usiogope. Mungu anakupenda. Bwana asifiwe sana. Unajua anayeongea hapa ni Roho Mtakatifu, sio mimi tena. Mungu anaongea na mtu mmoja kwamba acha kulalamika. Enough is enough. Enough is enough. Imetosha. Akili zako zimeshindwa, madaktari wameshindwa, lakini yuko Mungu sasa anaweza kukuponya. Yuko Mungu sasa anaweza kunyoosha mkono, kwa kuwa wewe umeshindwa kwa nguvu zako, lakini anataka umsifu kama dhabihu ili kwamba yeye ashuke. Anza kumsifu Mungu kama dhabihu, uone namna Mungu anakupigania. Hebu inua mikono yako juu sasa, mwambie tu Bwana nakusifu. Mwambie Mungu, nimechoka kulia, nimechoka kulalamika. Unajua hitaji la moyo wangu, unafahamu shida nilionayo, unajua mlima. Na usiogope kumwambia Mungu wako, maana anakusikia. Katikati yetu yuko mahali hapa, ameahidi kuwa na sisi. Usiogope wala usimwangalie mwenzako wa kulia wala kushoto. Ukitoa ndani katika roho yako, ndio inakuwa dhabihu takatifu ya kumpendeza yeye. Maana wamwabudu Mungu watamwabudu Bwana katika roho na kweli. Na rusheteria mandarabo siberi manta. Kwanza mwambie Mungu, samahani, unirehemu. Nimelalamika vya kutosha, nimeongea wakati mwingine nikasema umeniacha. Bwana nakusii jioni hii, Bwana unirehemu. Uachilie rehema zako. Nimetambua kwamba imenipasa kukusifu wakati wa changamoto ili mkono wako uweze kutenda kazi. Imenipasa kukusifu wakati wa shida ili mkono wako utende kazi. Bwana jioni ya leo pokea sifa. Ninakusifu kwa ajili ya mlima huu, ninakusifu kwa ajili ya changamoto hii, ninakusifu kwa kuwa wewe Mungu ni mwema. Yes, mimi ni mgonjwa Bwana, lakini wewe ni mponyaji. Wewe ni Jehova Shama, wewe ni Jehova Elohim, wewe ni Jehova Rafa. Bwana, katikati ya shida, endelea tu kumwambia Mungu, katikati ya shida hizi tukufu, wewe Mungu utashuka kwa nguvu sana Bwana. Imefika mwisho Bwana. Simama mwenyewe Mungu wa Israeli Bwana, nyosha mkono wako Bwana kupitia hizi sifa za watakatifu wako jioni ya leo. Angalia kila ambaye anaomba mahali hapa Bwana, umeahidi kufanya makubwa. Jehovah, it is your time. Now it is your time. Naalika uwepo wako, naalika nguvu zako, naalika na moto ulao, moto wa Roho Mtakatifu Bwana. Huo mkono wa nguvu, huo mkono wa nguvu zako, huo mkono wenye uweza Bwana, ushuke juu yao. Wanapokusifu Bwana, ushuke juu yao. Wanaposhukuru Bwana, ushuke juu yao. Hiyo bahari kauke, hiyo Yordani urudi nyuma, maana Bwana anakusifu. Hao maadui magonjwa, hao maadui masikini, hao maadui kosa ajira, hao maadui masikini, Baba pokea sifa, maana upo hapa kuniinua. Pokea sifa, maana uko hapa kunipandisha. Pokea sifa, maana uko hapa kuniwezesha tena. Mariko shatariberia manta, liko tumaini katika mtu uliokatwa. Majira ni haya sasa, Mungu wa Israeli. Rika papa barabosia. Wewe Mungu asante, maana sina uzao, lakini ulisema ya kwamba utanipatia uzao, utanipatia
naachilia uzao katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sio ni uzao kwenye biashara, sio ni uzao kwenye ndoa, lakini Bwana unatoa uzao. Ninakuinua maana huu ugonjwa ni kwa ajili yako. Usifiwe, utukuzwe Bwana. Watu wote wakujue wewe ni Bwana, watu wote wakujue wewe unaweza. Mkono wako ujulikane Bwana. Mtu mmoja aombe hayo maombi ya sifa. Hayo maombi ya sifa ni dhabihu ya jioni, ni dhabihu ya jioni. Lia kwa ajili ya mume wako, hata kama anakusumbua mwambie Bwana unamjua. Mke wako mwambie Mungu unamjua na kutukuza kwa ajili yake. Ulinipatia una sababu Mungu wa Israeli. Angalia ugonjwa huu na kusifu kwa ajili ya huu ugonjwa, maana kupitia ugonjwa huu Bwana nitauona mkono wako, nitauona mkono wako. Na wakati ni sasa, na wakati ni sasa, na wakati ni sasa, na wakati ni sasa Bwana, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Rika shatataria manta riko papa baba. Waviziao wameachiliwa sasa, wameachiwa sasa, wameachiwa sasa, wameachiwa sasa. Endelea kumwinua, mwinue, 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 mwinue. Ukimwinua waviziao wanaachiwa, waviziao wanaachiwa. Unapiganiwa afya, unapiganiwa uchumi, unapiganiwa ndoa, unapiganiwa ujana wako, unapiganiwa heshima yako, unapiganiwa huduma yako katika jina la Yesu. Ilo wingu limeshuka mahali hapa, limeshuka mahali hapa, limeshuka mahali hapa katika jina la Yesu. Holy Ghost, now move, now move Holy Ghost, now move Holy Ghost, now move Holy Ghost, now move Bwana. Achilia hiyo neema. Rika shatatania rika papa. Nimelia asubuhi, nimelia mchana, nimelia jioni Bwana, nimelia usiku Bwana. Majira haya na kusifu, majira haya na kutukuza. Nimetambua siri ya mkono wako, nimetambua siri ya mkono wako. Nikusifu wewe, nikuinue wewe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Yule ambaye ni mgonjwa, angalia upayo haya, watembelewa na Mungu majira haya. Yule ambaye ni mgonjwa, Mungu anatembea, Mungu anatembea, Mungu anatembea, Mungu anatembea. Yule ambaye bado akapokea nguvu za Roho Mtakatifu, Mungu anatembea, anaachilia nguvu isiyo kawaida, anakuvusha, anakuvusha. Riko shatatata rika papa baba riko sateberia mande rika papa parabosia riko shatatata. Hii sio kawaida, hiyo Mungu ameshuka mahali hapa. Oh, ndia wewe, panda mahali hapa, ingia mahali pasiri, ingia wewe, ameshuka mahali hapa. Reko shatalia, yeye ni moto ulao, 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 yeye ni moto ulao. Usichoke, umefika mahali pale, usichoke. Huyo Mungu anasogelea, Mungu anasogelea. Rika papa, riko shate, rika pape, riko sata, riko papa, oriata, riko shateria manda, riko paperia bata, rio satata, rika paparia. Yuko wapi ambaye anaomba kwa uchungu? Yuko wapi ambaye anaomba kumaanisha? Yuko wapi ambaye anaomba Bwana, nibadilishie historia, Bwana nibadilishie historia kwa jina la Yesu hai. Uwe mkono wako Bwana, uwe mkono wako Bwana, uwe juu yangu, uwe juu yangu, uwe juu yangu kwa jina la Yesu. Inua, 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 inua sauti yako, inua, inua sauti yako. Liko wingu limeachiwa mahali hapa, limeachiwa mahali hapa, limeachiwa. Watu wanabadilishwa. Karisho tatata rika papaparia riko satatalia ma riko papapa. Tarehe 30 ya mwisho wa mwaka, mwambie Bwana ni leo tu Jehova. Holy Ghost risha rika satata. Inua, inua sauti, inua sauti kwa moyo mmoja, inua sauti kwa moyo mmoja. Anakutembelea, anakutembelea, anakutembelea. Yes, Holy Ghost, Roho Mtakatifu uko mahali hapa. Angalia wale ambao umewachagua jioni ya leo kuwatembelea kwa namna isiyo kawaida. Kwa huo mkono wako Jehova uwe juu ya kila mmoja ambaye anamaanisha. Mvusha hatua nyingine, mvusha hatua nyingine, mvusha hatua nyingine. Risha tatata. Iko hamu ya kuomba, endelea kuomba, usiache. Unaingia kwenye enzi yako, unaingia utawala wako, unaingia hatua nyingine, unaingia hatua nyingine. Risha tatataria maria riko sata. Holy Ghost. Aya, maji yametibuliwa mahali hapa. Sikia, majira ya sasa kila jambo linawezekana.
anga limefunguka. Mwambie Bwana lile ambalo alitaka kufanyie. Mlilie Bwana majira haya, maana yote yawezekana. Ikiwa ni gereza uchomolewe hapo, ikiwa masikini uachiliwe hapo, ikiwa ni ajira uachiliwe hapo, familia yako iachiliwe, ndoa yako iachiliwe, afya yako iachiliwe kwa jina la Yesu. Inua sauti, inua sauti, mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana. Rishotata rika paparia rika satadelia riko paparia ma rika shatatalia riko papa. Huo mkono wa Bwana uko juu ya watu mahali hapa, uko juu ya watu mahali hapa. Naona Mungu anavyokushukia wewe mtu. Kuna mtu mmoja mguu wake wa kushoto unashikwa na ganzi mara kwa mara. Mungu anakutembelea isivyo kawaida katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Umesahaulika, leo ni mwisho kwa jina la Yesu. Umetaabika, leo ni mwisho kwa jina la Yesu. Watu wamjue Mungu wako, watu wamjue Mungu wako, watu wamjue Mungu wako, watu wamjue Mungu wako, watu wamjue Mungu wako. Rikatataribante riko shata babaraboria. Watu wamjue Mungu wako kupitia ndoa yako, kupitia familia yako, kupitia kazi yako. Watu wajue ya kwamba mkono wa Bwana ni wenye uweza. Yesu, tembelea kanisa hili Bwana, tembelea kanisa hili Bwana. Angalia maombi haya, angalia sifa hizi ziwe manukato mbele zako, nawe ushuke Bwana, uilambe sadaka hii kwa jina la Yesu. Kama ni kulia lia, kupiga yowe pia yowe, usijizuie katika jina la Yesu. Holy Ghost, usimzimishe Roho Mtakatifu. Mungu anashuka juu ya watu wake majira haya. Karashatatatibi rikasatata. Mwambie Bwana, semina hii ipo inakuja kwa wakati. Jehova, angalia usiniache. Arashatatata. Maombi yako yafike enzini, yasishie katikati, yafike kwenye kisha enzi. Oroshatatali darabo sakaba lelia mandararo sheteni mandaria rika sotana leni amandaro siberia adarara shotere manda. Hiyo nguvu inashuka wewe juu yako, hiyo nguvu juu yako. Rishoteti ya manda rika papa riko sateti ya manda riko paperi ya mando riamate. Nani ajuaye kwamba jioni ya leo ndio unavushwa, ndio unaponywa, ndio unawezeshwa, unatiwa nguvu. Jioni ya leo ni mwisho wa mateso yako. Nani ajuaye? Ungelitambua hivyo, ungeng'ang'ana kama Yakobo, ungeng'ang'ania hapo. Shatatalebele manda soteri. Sobere mandatari ore shana na siberia. Asante Bwana kwa mkono wako. Asante Bwana, wanolipenda watupenda. Jehova, unatupenda Mungu wetu. Hujawahi kuniacha hata mara moja, hujawahi kumwacha hata mmoja. Daudi anauliza, sijawahi ona. Oh, riko shatatata. Tangu nimekuwa mtoto sasa ni mzee, sijawahi kuona mwenye haki akiachwa, wala watoto wake kuomba mikate barabarani. Uaminifu wa Mungu ni mkubwa sana. Asante.